Karibu tena katika familia zetu za wahubiri wadogo katika kipindi chetu pendwa cha tuyachunguze maandiko. Leo tumekutana na wachambuzi wetu mbalimbali, nikianza na mchambuzi wetu wa kwanza, mchambuzi namba 1 ambaye anaitwa Kelvin Barnabas, pia mchambuzi namba 2 anaitwa Samuel Benjamin, pia mchambuzi namba 3 anaitwa Alexander Emmanuel. Kama mwenyekiti kwa siku ya leo naitwa Alex Barnabas. Kabla kwanza mjadala wetu tuombe. Mtakatifu Baba mbinguni, tazama na masaa mengine ambapo tunaenda kuchambua lesoni. Bwana, naomba katulinde, ukatuongoze kupitia jina la Mwana. Katika somo la juma hili ambalo litahitimishwa katika tarehe 31 linasema kupata marafiki. Nianze kwanza na mchambuzi namba 1. Je, nini maana ya marafiki au nini maana ya kupata marafiki? Asante ndugu mtangazaji kwa huduma hii. Marafiki, kupata marafiki maana yake ni maisha. Maana yake ni maisha. Hauwezi kukaa hapa duniani bila kupata marafiki. Hata wanyama wana marafiki zao. Na hata watu wengine huko wana marafiki zao. Lakini kupata marafiki, tunaona kwamba kupata marafiki, mtu asiye na marafiki, watu watamchukulia kama binafsi, anapenda sana kukaa peke yake. Kwa hiyo ina maana kwamba rafiki ni mtu wa thamani katika dunia. Huwezi kukaa duniani bila rafiki. Asante ndugu mchambuzi namba 1 kwa kutuambia maana ya marafiki, ambayo maana ya marafiki ni maisha. Nije kwako ndugu mchambuzi namba 2. Je, katika dunia hii kuna umuhimu gani wa kuwa na rafiki hapa duniani? Asante ndugu mwenyekiti kwa nafasi hii. Kama nilivyoelewa katika somo hili, kupata marafiki, unaweza ukawa na rafiki, lakini hata mtu hawezi kuwa na peke yake bila kupata rafiki. Kwa sababu gani? Anaweza akajitenga peke yake, akakaa peke yake, akaacha wenzie, lakini siku moja akija kupata na shida fulani alafu hawezi kuitatua, lakini kuna wengine ambao anaweza kuitatua. Kama akiumwa afu hana fedha, yani angepata wapi fedha ya kwenda hospitali? Lakini angekuwa na rafiki, hata angalau angeweza kumsaidia kumpeleka hospitali. Lakini kama mchambuzi wetu wa kwanza alivyosema, hata wanyama na rafiki zao, lakini hata wewe huwezi kukaa bila rafiki, maana rafiki ni maisha. Maisha hayo ya rafiki yako anaweza kukupatia maisha, kwa sababu nimeshaeleza nyuma kwa sababu gani. Kwa sababu unaweza kuumwa. Ndivyo nilivyoelewa ndugu mwenyekiti. Asante sana ndugu mchambuzi namba 2 kwa kutuelezea kuna umuhimu gani kwa kuwa na marafiki katika dunia hii, kwa sababu watakusaidia katika shida mbalimbali. Nije kwako mchambuzi namba 3. Je, unaelewa nini kuhusu kupata marafiki? Asante sana ndugu mwenyekiti kwa kunipa fursa hii. Kwa kwanza niseme kwamba naelewa kuhusu kupata marafiki, kwa sababu marafiki wana tabia moja. Kwa mfano wewe mwenyekiti, ningetaka kujua tabia yako, nitaenda nikuulize rafiki yako ni nani. Ukiniambia rafiki yangu ni mchambuzi namba 2, nitaenda kwa mchambuzi namba 2 nimwangalie tabia zake. Tabia anayofanya mchambuzi namba 2 ndio wewe mwenyewe ndio unaenda kufanya nyumbani kwako au popote ulipo. Kwa mfano rafiki yako akiwa, kwa mfano huko tunapaita maskani kwa lugha ya kisasa, sehemu ambayo watu wanavuta sigara. Wanapovuta sigara, nikiona rafiki yako anavuta sigara, nitajua kwamba wewe na wewe pia unavuta sigara. Kumbuka kuwa tabia zinakuwa zinanyonyana. Kwa mimi nanyonya tabia yako na wewe unachukua tabia yangu. Kwa wote tabia zetu zinakuwa zinafanana. Kwa unapokuwa na rafiki hawezi kukuacha peke yako. Hawezi kukuacha neutral, kwa sababu
yeye anakuwa ameondoka na kitu kutoka kwako na anakuwa ameondoka na kitu kutoka kwake. Asante. Asante sana ndugu mtangazaji, ndugu mchambuzi namba 3 kwa kutuelezea kwamba moyo ni kichaka, ya kwamba hauwezi ukaenda, yani moyo ni kiwanda, hauwezi ukaenda kiwandani ukaingiza nanasi ikatoka juisi ya zabibu. Nije kwako ndugu mchambuzi namba 1. Je, katika somo hili ujumbe unazungumzia nini kuhusu kupata marafiki? Asante ndugu mtangazaji kwa fursa hii. Tunaona kwamba ujumbe unaangazia sana kuwa tunatakiwa tuambie watu wengine habari za Yesu. Na maana kwamba mtu anachagua tu marafiki hivi, unakuta kuna mtu mwingine na rafiki lakini wanapenda sana kukaa na discuss mambo yao, labda yani seme tunaenda sehemu fulani lakini kuongea mambo ya Yesu waongei sana. Ndio hapa ujumbe unatusisitiza kwamba tunaongea nao habari za Yesu. Tunaona kwamba kuna marafiki wengine sasa hivi anavutwa hivi, kuna wengine wanavutwa hivi, naambia wewe ni rafiki yangu kuanzia sasa. Kwa hiyo wanakuwa wanachagua tu, lakini unakuta kuna wengine waambie habari za Yesu, unakuta kuna wengine tu wanajua wanaambia tu twende tukacheze sehemu fulani, lakini hauna muda wa kukaa na kuongea pamoja habari za Yesu. Kwa hiyo tutakiwa tufuate ujumbe unavyotusisitiza. Asante ndugu mtangazaji. Asante sana ndugu mchambuzi namba 1. Nirudi kwako pia. Umezungumzia kwamba watu wanapopata marafiki hawawezi kuwaambia marafiki zao habari za Yesu. Je, wanazungumza nini tofauti na kuambia habari za Yesu? Asante ndugu mtangazaji kwa fursa hii. Tunaona kwamba watu wakishapataja marafiki kwa sababu gani aongea nao masomo ya Mungu, walikuwa unakuta kuna wengine wanaongea mambo ya PS, leo sisi tunaenda kucheza mpira, leo tunaenda kuweka kijio sehemu, labda leo kuna sehemu kuna shughuli tunaenda kucheza, au kuna kigodoro. Kuna wengine kuna marafiki wengine unakuta vibaka, unaona unasikia leo kuna dili la kuua mtu. Kwa hiyo hizo zote ni mambo ambayo walikuwa wanaongea tu, labda ukute labda kuna mtu labda hadithi za madenge, labda madenge sio alitumwa nyama akakata tako moja. Hayo yote wanayoongea unakuta ndani yake hamna fursa chanya iliyojitokeza. Mambo yote waliokuwa wanayaongea alikuwa hayana fursa chanya. Ndio maana unakuta kuna wengine kupita story hizo, unakuta kuna mwingine anajaribu sema ameenda anambia hivi kajaribu hii. Hebu labda anaongea stories za vibaka, unasikia kuna mwingine anambia ngoja nikajaribu. Anajaribu, matokeo yanayotoka hapo sio matokeo mazuri. Kwa hiyo hivyo ndivyo wanavyoongeaga. Asante. Asante sana ndugu mchambuzi namba 2. Pia tunaenda kukumbusha wewe ndugu mtazamaji ambao unatutazama katika media zetu za wahubiri wadogo ya kwamba usisahau kutumia comment kuhusu kipindi chetu hichi cha Tuyajue Maandiko. Usisahau kwamba inapatikana katika media zetu zile za wahubiri wadogo. Sasa tuendelee. Ndugu mchambuzi, na nirudi kwako ndugu mchambuzi. Kabla hatujamaliza somo, tupitishe kwenye kisa kiundani tujue je, Yesu alitumia namna gani au Yesu alitumia njia gani kupata marafiki? Asante ndugu mwenyekiti kwa kunipa fursa hii. Kama kisa kinavyoelezea, Yesu alikuwa anapita katika mji mmoja wa Galilaya. Alipokuwa alipita kando ya bahari, akawaona watu wawili ambao walikuwa wakitia nyavu ndani ya maji. Akasogea huku akiwaangalia. Alikuwa akiwaangalia, akaangalia, na wenyewe wakageuza macho, wakakutana macho kwa macho na Yesu. Yesu akawaambia mnifuate, wakamfuata. Na walipokuwa wakipita tena, wakapita mara wakakutana na watu, kwa mbali akaona watu walikuwa wakikaa wanashona nyavu wakisaidiana kushona nyavu. Wakina Yohana na wakapungiana mkono. Walipopungiana mkono,
Yesu amewaita nifuate. Yesu alipoendelea akaendelea, lakini Yesu alikuwa anaangalia mioyoni mwao. Je, na Yesu alipokuwa akitembea pia akamwona mmoja wapo ambaye anaitwa Filipo. Filipo naye Yesu alimuona, na hao ndio, ukisoma katika Biblia, hao ndio ambao walikuwa ni wanafunzi wa Yesu. Katika kisa hiki kinatuelezea kwamba usichague marafiki hivi hivi bila kuangalia tabia zao. Mtazamaji na ndugu msikilizaji, hapa ndipo tunapokaribia kufikia ukingoni mwa somo letu, kama alivyotuelezea ndugu mchambuzi wetu namba 2, ya kwamba namna ambavyo tunaweza kuchagua marafiki kama Yesu alivyokuwa anachagua marafiki. Nije kwako ndugu mchambuzi namba 3. Pamoja na kwamba tunaona katika dunia hii, dunia imebadilika, watu kila siku wanabadilika, dunia inabadilika, kila mtu na mambo yake. Je, tunawezaje kuwavuta watu waje kwa Yesu wakati kila siku dunia inazidi kubadilika? Ndugu mtazamaji, kwa kunipa nafasi hii. Kwa dunia sasa hivi, kwa jinsi ilivyoharibika na maadili yake yalivyokuwa ni mabovu, kupata marafiki ni kama utakuwa unatumia akili vizuri, marafiki kuwapata ni rahisi. Lakini kama wewe utakuwa unaenda pale bila busara, basi utapigwa. Kwa sasa dunia ilivyo, wauni wa sasa watakupiga na watakufukuza pale, ingawa na wengine watakuwa kabisa. Hata Yesu asema, jipeni moyo. Bwana Yesu asema, kwa kuwa wengine watawatupa magerezani. Msihofu namna ya kujibu, mimi nipo pamoja na ninyi. Kwa hiyo sisi tunaposema ya kwamba dunia sasa hivi imeharibika, tukienda kule tutapigwa, utakosa marafiki. Epuka kumwacha mtu ambaye anavuta bangi. Eti wewe usikae na yule anavuta bangi. Alafu jiangalia wewe kanisani, wewe ndio unajua, yani unajua vitu vingi sana. Unajua yani kuwavuta watu waje kwa Yesu, afu unashangaa mtu zako anakwambia usikae na yule. Sasa marafiki wengine wakutana hapo wanajua. Sasa ukikana na wanaojua, mtaendelea kujua, lakini wale wengine mtaacha poteza mimi. Kwa hiyo kuna vitu vitatu: sisi, yani mimi, Mungu na marafiki. Kwa hiyo mimi nina urafiki na marafiki, mimi nina urafiki na Mungu. Na marafiki unakuta marafiki wako peke yao, hawamjui mimi. Mimi peke yangu ndiye ninayemjua Mungu. Kwa hiyo kama mimi nina urafiki na Mungu na nina urafiki na marafiki, kwa hiyo wote pande zote mbili sisi tunajuana. Yaani tuseme hili kundi la wahalifu, hili kundi la wema. Mimi nipo hapa. Nikienda kwa wema wataniambia niende kwa wahalifu, nikamwambia hivi. Na kwa wahalifu watanipangia mpango wao kwa wema, nikafanya hivi. Kwa hiyo ukisema mimi siendi kwa wale marafiki wale tabia mbaya, utawaacha poteza mbili. Kwa hiyo wale afu walikuwa ni marafiki zako, mnacheza pamoja, vivuli utakuja ushangae hawapo. Afu jiulize, kwani yule rafiki yangu yule mchambuzi pale, sasa tulikuwa tunafanya nini pale? Tunaenda tunacheza pale vizuri, tunacheza mpira, tunacheza PS, tukitoka pale tunaenda tunachora hata dama chini tunacheza. Leo yuko wapi? Mungu atakwambia mambo aliyokuwa anayafanya, na wewe utajutia kwa nini haukuambia watoke kule zamini. Ndio maana nimesema epuka kumwacha mtu ambaye anavuta bangi. Ukiwa na tabia ya mtu ambaye anavuta bangi, utakuwa na wewe unapotea motoni. Kwa hiyo ni bora umshauri bwana, unapofanya 1, 2, 3, madhara yake ni kwenda motoni. Kwa hiyo unamwelezea hadi aumie, ajione kweli hiki kitu kweli kina madhara fulani. Yaani hiki kitu kweli kinasikitisha. Yaani hata kama akiona hata picha tu ya kwenye video tu, picha tu yaani vikatumika tu vinaungua, atasema kweli huyu yaani ni kama tu volcano. Yaani hata mwenye atakuwa tu anasisimka, ataona kuacha bangi ni vibaya, lakini kuacha bangi ni vigumu, kwa sababu hata ukiwa unakula, mwanadamu anakula. Asipokula atakuwa na njaa na atakuwa na hamu ya kula. Kwa hiyo yule anayevuta sigara, akiacha sigara atakuwa na hamu ya sigara. Kwa hiyo yeye atakapokumbuka kile kitu cha kusikitisha, lazima ataacha sigara.
ataacha mambo yote mabaya aliyokuwa anayafanya na kumkaribisha mtu ambaye yeye ana maadili mabovu. Ni rahisi, unamkaribisha kwa wachungaji, ataombewa, atapewa mambo yote, amini, atabatizwa. Atakapobatizwa atajifunza namna ya kumjua Yesu. Atakapojifunza namna ya kumjua Yesu, atafuata nyayo za Yesu. Atajua kufuata nyayo za Yesu ni kama vile Yesu alihubiri, alifanya miujiza. Lakini sijakwambia uende kufanya miujiza, uende ukafanyiwa kule miujiza kwa manabii wa uongo. Kwa kuwa manabii wa uongo huwa wanafanya miujiza kama Yesu. Ila Yesu atakapokupa, aliwapa wanafunzi karama kufanya miujiza. Lakini watu wa sasa wanafanya miujiza kwa biashara, kwamba kijiko hiki kina michanga ya blue. Hii michanga ya blue ukienda kumwaga ile sehemu ambayo kuna labda nyoka au paka usiku anakuja pale kupigana paka wa kichawi, ukimwaga pale wale paka utakuta asubuhi amekufa. Kwa hiyo ukisoma vikaratasi vingi vinavyotoka kwa manabii wa uongo utakuta wameandika hivyo. Michanga kijiko kimoja unauza 2000, mwingine ananunua hata vijiko 10. Kwa hiyo yule unakuta ni milionea au bilionea au trilionea, anakuwa na miela mingi. Kwa hiyo yule anakuwa ni nabii wa uongo, sio nabii. Kwa inaonyesha hata katika kitabu inaonyesha kuna mtu mmoja alikuwa na marafiki watatu ambao ni mimi, marafiki zangu, kuna watu watatu ambao ni mimi, marafiki na Mungu. Kwa hiyo mimi ninatakiwa mimi kumbuka, mimi nina nuru. Marafiki zangu hapo gizani. Nikiwacha gizani watakuwa hawajamjua Mungu, ambaye Mungu ndio nuru au taa ya miguu yangu. Kwa mimi natakiwa niwavute marafiki zangu ambao hapo gizani niwalete nuruni. Yaani wao ambao wapo kwenye mambo amini, wapo katika giza, niwalete katika nuru, ili nuru ya kumjua Mungu, waweze kumjua Mungu kwamba huyu ni Mungu ambaye tunapaswa kumtumikia, kwa sababu yeye ni mweza wa yote. Ili wawe na urafiki na Mungu, inabidi niwajulishe kwamba Mungu anataka uwe na tabia kama hiyo. Na hata mimi na nyinyi marafiki zangu tunapokosa tena marafiki wengine walikuwa nao, rafiki ni mmoja, ni Mungu. Hata unapopata na shida upo peke yako, unatakiwa ujue kwamba Mungu ndio yupo, yeye ndiye rafiki wa pekee. Hata kama ukikosa rafiki mwingine uko yoyote, rafiki jua kwamba ni Mungu. Kwa hiyo wao hata kama wewe watakukosa kwamba wewe hufai kuwa rafiki, watajua rafiki ni Mungu. Asante ndugu wachambuzi, asante ndugu mtazamaji pamoja na ndugu msikilizaji. Hapa ndipo tunapofikia mwisho wa kipindi chetu pendwa cha Tuyachunguze Maandiko. Tulikuwa na wachambuzi wetu hawa na mimi mwenyekiti kwa pamoja.